kuimbwa popote. Ndiyo, mama alichukua mimba kwa miezi 9 akiteseka kwa maumivu na kumfanya haishi kutumia chakula kama bata ambayo haichagei kule nini tena. Yote ni kwa ajili ya ujauzito wake. Ndio mama, lakini baba amepewa nafasi gani? Mbona bila baba kukutanana na mama angepata huo ujauzito? Ndiyo mama, lakini bila Mungu kutangulia kumuumba mwanadamu na kutangulia mume kwanza, baada ya mume kuumbwa, katika ubavu wake akatokea mwanamke. Ndiyo mama, waume wengi hawalale kwa kufikiria familia yake na kuhusu kesho ya watoto wake. Yo mama, unaweza ukapata heshima, ni haki yako kama mama. Sasa utaipataje bila kupitia mume? Ndiyo mama, lakini mume ndiye anayekufanya uheshimilike. Kwa matamsho ya kusifia mama, imewafanya watoto wasiamini kuwa baba ni miongoni ya mzazi wao. Dunia yote kwa watoto wetu ni kama munamtenga baba na kuweka mama kwa nafasi ya kwanza kwa maisha yao. Mtoto akiulizwa ni nani utakaye afe wa kwanza, mama au baba? Kwa nini swali ya kijinga kwa watoto wetu? Tuaminishe watoto wetu kwa watipewa wote ni wazazi na wastahili kupewa heshima kama wazazi wao. Mitandaoni mama kapostiwa na kumtakia aishi milele. Kwa nini baba sipostiwe? Ama wote kwa pamoja. Mama amejizaa kwa mwenyewe na kukuza bila ushirikiano mabaya. Biblia inatuomba tuwaheshimu wazazi wetu ili siku zetu ziwe nyingi hapa duniani. Haijasema mama tu.